Mpendwa mtazamaji, unaendelea kutazama tena Davia TV, chaneli yetu inayozungumzia malezi na makuzi ya mtoto kwa ujumla, na leo ni mwendelezo wa somo lililopita la dalili za kumtambua mtoto mwenye akili kubwa darasani au mwenye uwezo wa juu katika kufanya vizuri darasani. Hatutazungumzia tena dalili, leo tutazungumzia makosa matano ambayo yanafanywa na mzazi au mlezi katika kumlea mtoto na yanayofanya mtoto aweze kurudi nyuma au kudidimia kabisa, wakati mwingine kumpoteza katika ramani ambayo ulikuwa unaiona katika maisha yake. Kosa la kwanza linalofanywa na wazazi ni kuweka matarajio makubwa kwa mtoto, hivyo kumbebesha mzigo mzito mtoto unaomfanya mtoto ashindwe kufanya mambo yake katika utulivu. Anafanya akiwa na mawazo makubwa. Kumbuka, huyu ni mtoto, anatakiwa kuwa na mawazo madogo madogo yanayoendana na umri wake kama alivyosema Jean Piaget. Na wazazi kwa kuwashauri katika hili au walimu, msiwabebeshe watoto mizigo mizito. Mtoto anaenda kufanya mtihani, mzazi anasema lazima uwe wa kwanza. Mwambie mtoto nenda kafanye vizuri na Mungu akusaidie. Usitumie maneno makali katika kumfanya mtoto kwenda na pressure kwenye chumba cha mtihani, kwenda na pressure kwenye masomo yake, kuanza kuchukia wengine kwa sababu wamemshinda. Hilo unaloliwaza kuwa nalo moyoni mwako, usilibebeshe mtoto na kumtengenezea mazingira yatakao kuwa magumu kwake. Ni jambo la pili ambalo ni kosa inayofanywa sana na wazazi, ni swala la mazingira. Mtoto mwenye akili nyingi anatakiwa kutengenezewa mazingira anapokuwa shuleni, anapokuwa nyumbani, asikose kazi ya kufanya, yaani awe ni mtu wa kufanya vitu mbalimbali. Atengenezewe mazingira yatakayokuwa yanamruhusu yeye kubuni, kufanya na kujiendeleza na kufanya zaidi na zaidi, ili kupanua ubongo wake uendane na hali yake alionayo. Tusiwabanie watoto katika kuwatengenezea miundombinu ya kujifunza. Yawezekana unaweza ukampa vitu akaharibu, na ni kweli asili ya watoto hawa mnawaita watundu, lakini mimi kwangu sio watundu. Huwa wana asili ya kuharibu vitu, wanaharibu sana vitu. Mtengenezee vitu ambavyo ni vya gharama nyepesi, au mpe vitu ambavyo sio vya gharama kabisa, kama vimbao, kama matoi. Anapofanya anaharibu, anafanya anaharibu, unakuwa unamjengea uwezo wa kufikiri, unakuwa unamjengea uwezo wa kustahimili na uwezo wa kufanya mambo makubwa hapo baadaye. Lakini pia tusiwakatishe tamaa wanapokuwa wanafanya, mtie tu moyo ili aweze kufanyaje, kufanya zaidi na zaidi. Kosa la tatu ambalo linafanywa na wazazi, walimu au walezi ni kutokuonyesha ushirikiano kwa watoto. Kama tulivyojadili kwamba watoto wenye uwezo mkubwa wa kiakili au magenius wanaweza sana kuuliza maswali, na wanapenda kuuliza maswali. Hawapendi kuona kitu afu kikawa kama kilivyo. Yaani anataka hichi kitu kiko hivi ni kwa sababu gani? Hiki ni kitu gani? Kwa mzazi, unapokuwa unaulizwa swali, kuwa mwelewa na jaribu kupunguza hisia zako kwa mambo mengine ulionayo base kwa mtoto wako, ili uweze kumtengenezea maisha yaliyo mazuri yasiyo na uoga. Kuna mtaalamu mmoja nilishafanya research, anasema watoto wa Kiafrika ni waoga kufanya mambo kwa sababu wanaambiwa maneno mengi ambayo ni ya kuwavunja moyo kuliko kuwatia moyo. Lakini isiwe kwako, wewe mtamkie mtoto wako masuala mazuri na mambo yanayomfanyaje, yanayomtia moyo. Anapokuuliza swali, mjibu kwa ufasaha, tena ingia ndani na umjibu vizuri, ili uweze kumtengenezea ile hali ya wewe kukuamini na kukushirikisha mambo mbalimbali yanayokutana nayo. Kuna siku atakuja akutane na jambo baya ambalo labda ni ukatili wa kijinsia au ni jambo baya ameliona kwenye familia, ashindwe kukushirikisha. Ni kwa sababu tu haumpi ushirikiano anapokuwa anakushirikisha, na ukaja kugundua limeshakuwa kubwa na limeshaleta madhara.
Tunazungumza kwa habari ya watoto wenye akili kubwa, na hili ni kosa la 4 ambalo mzazi, mwalimu au mlezi anaweza akafanya, ambalo ni kumpa mtoto majina mabaya. Wazazi wamekuwa wakiwaita watoto majina mabaya. Ili katika masuala mazima ya kiroho linaharibu taswira nzima ya maisha ya mtoto wako. Kama ukisoma Biblia inasema Mungu akasema, na alivyosema mambo yakatokea. Lakini Waswahili wanasema kwamba ulimi uumba au mdomo uumba. Vile unavyotamka kuna mambo yanatokea kwa sababu umetamka. Maana sisi wanadamu tumepewa nguvu kubwa ya kuzungumza na mambo yakatokea. Sasa unapomuita mtoto wako majina mabaya kutokana na hali alionayo, unamtengenezea hali ambayo itakuja kuwa hivyo hivyo. Mfano wa majina, wazazi wamekuwa wakiona watoto wadadisi na kuwapa majina ya kivuruge, majina ya watu ambao hawaeleweki. Huyu ni chizi sana huyu. Kwa mtoto usimuite majina ya hivyo kwa sababu ya ubunifu, ya mambo anayoyafanya na mambo mengine kama hayo. Lakini mpe maneno ambayo, mpe majina hata ya watu tu maarufu waliofanya vizuri katika kile anachokifanya. Kama anapenda kucheza kama dokta, kama anapenda kucheza kama mwalimu, muite basi hata mwalimu Jackton. Huyu atakuwa kama mwalimu Jackie, huyu atakuwa kama mwalimu Nyerere, huyu atakuwa kama dokta nani, atakuwa kama dokta fulani, atakuwa profesa kama profesa fulani, kama anapenda mambo kama hayo. Hiyo unapokuwa unamtengenezea, unamwambia maneno mazuri mtoto, kuna dalili, kuna asilimia kadhaa yanaweza akatokea kuliko kumtamkia maneno mabaya ambayo yatakuja kuathiri taswira ya maisha yake kwa ujumla. Lakini pia jambo la mwisho ni jambo la kiroho kabisa. Kosa ambalo linafanywa na wazazi ni kuwatelekeza watoto. Muda mwingine wazazi wakiwa wamekuwa wakimwachia shetani mtoto wao. Yaani ajali kuhusu maendeleo yake ya kiroho, ajali kuhusu maendeleo yake ya kujifunza neno la Mungu. Yeye ana base tu kumfundisha masuala ya kimwili, masuala ya elimu dunia. Mtoto wako jifunze kumpeleka kanisani. Kama ni Muislamu basi jifunze kumpeleka msikitini ili apate pia na elimu ya kiroho. Biblia, mimi ni Mkristo, Biblia inasema kwamba Yesu akakuwa vizuri katika uwiano kwa hekima na katika jambo, yani akakuwa katika uwiano. Kukua katika uwiano, alikuwa vizuri kiroho, alikuwa vizuri kimwili, alikuwa vizuri kiakili, alikuwa vizuri, yani alikuwa kila kitu kimekaa katika level yake. Kwa hiyo unapompeleka mtoto shuleni, jitahidi kumtengenezea na muda wa kumfundisha masuala ya kiroho, muda wa kumwombea, muda wa kuombea future yake, muda wa kuombea maendeleo yake shuleni, muda wa kuombea afya yake, na kumfundisha namna ya kujiombea na namna ya kutunza uwepo wa Mungu ndani ya moyo wake, kutunza maadili ya kimungu kwenye maisha yake. Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndio avyo akwavyo, lakini Biblia yenyewe inasema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mtengenezee mtoto mazingira yatakayompa favor ya kuishi katika mazingira yanayompendeza Mungu, maana vyote anavyovipata bila Mungu vitakuwa ni uharibifu, havitakuwa na faida kwake, havitakuwa na faida kwako. Anaweza akasoma akawa profesa, akaishia mitini, akaishia kwenye kuteka watu, akaishia kwenye kuua na kufanyaje, akawekwa jela, ukapata hasara, akaishia kwenye wizi, ukampeleka vyuoni huko, akaiba, akapigwa, akauawa. Kwa unapokuwa na mtoto wako ni genius au yuko katika hali fulani, mfundishe namna ya kumpenda Mungu, mfundishe njia nzuri za kuishi katika maadili ya kiroho kulingana na dini yako. Hayo ndiyo makosa 5 yanayofanywa sana na wazazi, walimu pamoja na walezi katika kuwalea watoto wenye akili nyingi, katika kuwalea watoto magenius. Na tutamatishe kwa namna hiyo, na baadaye nitakuletea somo jingine ambao tutakuwa tunaangazia watoto wenye uelewa wa chini au wenye hali ya ujifunzaji wa chini, dalili zao, namna ya kuwasaidia
pamoja na makosa mbalimbali yanayofanywa na wazazi, walimu pamoja na walezi katika kuwalea watoto hawa. Asante sana. Mimi ni mwalimu wako mzuri Jackton Kanipikali Tibuza. Karibu Davia TV.